Eneo la mji wetu wa Kishapu ni eneo ambalo hupokea au hupata mvua kwa shida kidogo. Kipindi kizima cha masika mvua zinakuwa za kusuasua kiasi kwamba inasababisha ukame wa mara kwa mara. Mvua haziridhishi hapa Kishapu. Maeneo makubwa mengi hayaridhishi. Labda kilimo tu ambacho kinaweza kikastahimili ukame ni pamba na mkonge ambao wenyewe ndio unastahimili sana ukame kwa hapa Kishapu. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for corona, Vi for virus, D for disease, and 19 because it started last year. Kabla ya corona kuja, zao la mkonge lilikuwa liko juu kwa sababu kulikuwa na mashamba ya kutosha kipindi kile. Kipindi cha corona biashara ziliyumba sana, yani ziliyumba sana biashara. Tulipata mshtuko kipindi hicho upande wa wanunuzi. Sawa, wanunuzi wa ndani ambao walikuwa wananunua mkonge, nyuzi kwa ajili ya kusafirisha kwenda kuuza, nao walipatikana kwa nadra sana kipindi hicho, na iliweza kusababisha hata mapato ya halmashauri ya wilaya, makusanyo yale yalishuka kwa upande wa zao la mkonge. Lakini pia kuna watu waliokuwa wameshawekeza mitaji mikubwa kwenye mkonge, na kwa vile walikuwa wanafanya mauzo ya soko la pamoja, kuna takriban zaidi ya tani 15 mpaka 20 ambazo zilikuwa go down, na hii inamaanisha kwamba ilikuwa ni mitaji ya watu iliyokuwa imeshawekezwa na imefikia hatua ya mwisho kuingiza kipato kwa sokoni, ambayo ilikaa ndani ya miezi 8 bila kuwa imekwenda sokoni. Kwa hiyo madhara tukawa tumepata kwenye swala la uzalishaji, lakini masoko pamoja na uchakavu wa kiwanda. Hiyo ndio imeathiri, ikadurutisha nyuma kidogo, kwa sababu mambo yote kayaharibu. Alafu tukaja tukateketeza singa zetu hapo kwa ajili ya kukosa soko kwenye shirikisho la wakulima wa mkonge pale. Ndio ilichotuathiri sana sana. Mwaka 2023 ndio mradi ukaingia, mradi wa CARE pamoja na REDES na pamoja na kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Kishapu. Lengo kuu la mradi huu lilikuwa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwafikia wakulima wadogo, hasa wale walioathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na madhara yaliyotokana na COVID-19. Walengwa hao ni waliokuwa kwenye mnyororo wa thamani wa zao la mkonge. Kwa hiyo kitu kilichofanyika ilikuwa ni kutoa elimu kwa wakulima. Maana walikuwa na mashamba, lakini walikuwa wamekata tamaa, wameacha. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinafanyika ni kwamba kwa tunaenda kwa wakulima, tunawapa elimu namna ya kutunza mashamba yao, maana walikuwa wameacha tu. Lakini huu uwezesho ambao ulikuja, wakulima walipewa elimu, mashamba yao wakayaboresha, kama vile kufyekea, kutoa miba na vitu vingine. Unapotaka kupanda mkonge lazima ulime kwanza humo. Ukishalima humo ndio unapanda na mazao mengine ambayo nilivyofundishwa na mtaalamu wangu Nkinda. Aliniambia kwamba usipande kwenye shamba la mkonge, usipande pamba, hapana. Kwenye shamba la mkonge na mtama,
hamna kupanda kwenye shamba la mkonge. Panda tu choroko, karanga, alizeti, ndio itaendana na shamba litakuwa zuri, litakuwa halina magugu. Utaingia unapalilia, wakati unapalilia unapalilia mahindi yako, utakuwa na yenyewe unaitunza. Kwa hiyo haitachukua muda mrefu unaanza kuvuna. Lakini ukija kucheki kwenye mkonge, 96% ya mkonge huwa ni makapi na 4% tu ndiye nyuzi. Kwa kupitia teknolojia rahisi na nafuu, wakulima waliweza kufundishwa jinsi gani yale makapi yanavyoweza kutengenezwa na yakazaa chakula cha mifugo, lakini pia makapi yale yanavyoweza kuhifadhiwa vizuri na yakawa mboji nzuri ya kutumika mashambani, lakini pia ni masalia yale yale yanaweza yakatumika kuzalisha wadudu ambao wanaitwa ni black soldier flies au funza lishe, au kwa jina lingine wanaita funza chuma, ambao wana protini nyingi sana ambayo inaweza kutumika kuchanganya kwenye chakula cha mifugo. Saizi tuna mashamba mengi tofauti na miaka ya nyuma. Mashamba ilikuwa inalimwa ni wanaita mkonge mpaka, kwa ajili ya kuweka tu demarcation au mipaka kwenye maeneo ya mashamba yao. Na ndio hiyo sasa wakulima wanakuja na dhamira kubwa sasa ya kupanua kilimo cha mkonge kwa ajili ya kupata nyuzi ambazo sasa wanauza. Sasa kama tunapoyapanda mahindi yananyauka tu, mashamba yetu tunakuwa hatunufaiki na mashamba. Nikaona mkonge utanikomboa. Na sasa hivi kweli niko kwenye matumaini ya kwamba muda sio mrefu, baada ya mwaka unaokuja na mwaka mwingine, nitakuwa na manufaa makubwa mno na mkonge. Kwa sababu hata mwaka huu tu mwezi wa 9 huu nimevuna sehemu ndogo tu, nikapata hela. Nikaona kumbe hapa kuna maendeleo. Hili shamba langu lote likikomaa, nitakuwa na mafanikio makubwa. Kwenye mkonge ipo faida. Kwa mfano nikikodi shamba kama la 300,000 au 400,000, hapo nitaweza nikapata kilo 1,000. Natafuta wasindikaji na walipa hiyo hela kama 600,000. Nanyambulisha hela ya mafuta, nanyambulisha hela ya chakula, nauli itakayobaka ndo faida yangu. Ndio maana nasema hivi sitaacha, maana na mimi nimekula humo, nimeona utamu wake. Kipindi cha nyuma tulikuwa tuna shida sana na hela. Kipato kilikuwa cha chini. Kujenga ilikuwa ni shida sana. Hata kusomesha shule ilikuwa ni shida. Lakini kwa sasa hivi tunazalisha mkonge na tunalima mkonge, mambo yanakuwa mazuri. Mfano kama sasa hivi jua linawaka, lakini kama ukiwa na mkonge wako haina shida. Uliwa mwana toto. Shamba ni liane pye. Liane pye ndi kwandike chikolo vimpolo kwa pye. Nugiza kuyu. Huko ni huko. Kwa mwaka huu nimeuza tani 6. Ndio nikapata milioni 9. Nikajenga nyumba, nikanunua na ng'ombe, na watoto wanasoma shule. Na raha ya mkonge, unalima mara moja, unavuna miaka mingi. Ndio hii inayosaidia. Wala haisubiri kwamba nije nioteshe tena kwa mwaka mwingine, labda kuendeleza tu. Sasa hata mvua chache inakubali yenyewe, haina usumbufu. Ni kitu gani ambacho unajivunia ulichofanya toka umeingia kwenye umri hadi miaka miwili iliyopita? Ambacho najivunia kuendelea, maendeleo. Hivi vingine nimepata kwenye miaka miwili inayosema. Najivunia sasa. Naenda nabadilika. Na tena la kukokotwa na ng'ombe lipo.
bado nimejenga nyumba, lakini sio ya saruji, lakini ila ina ubora unatosha. Bado najivunia sasa kupitia mradi wa mkonge. Ndio maana imebidi tupande mashamba upya ili zao hili lisife, na tunajitahidi kununua maeneo ili kusudi tuendeleze hili zao. Tulichelewa kuingia kwenye mradi huu. Shamba la mkonge likiheshimiwa linamtoa mtu kwenye umaskini, na mimi nategemea kujikomboa kufuatana umaskini, niweze kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine kupitia zao la mkonge. Miaka ya nyuma kabisa tungepata hiyo elimu, miaka ya nyuma tungekuwa mbali kabisa, mbali tu. Tena tungeanzisha makampuni makubwa. Sasa hata hivyo sio mbaya, kwa vile tumegundua, tutaendelea Mungu akitujalia. Mungu tu atulinde, atupe uzima. Miaka 3 inayokuja mbeleni tutakuwa tuko vizuri tena kwenye mashamba ambayo tuliyoyapanda, kwa sababu yako vizuri. Tutapata nyuzi za kutosha tena kwa wale ambao tuliopanda, na kwa wale ambao hawajapanda tutawasaidia kuchukua mbegu na wao wakapande kwenye maeneo yao. Watapitia kununua kwenye maeneo yetu sisi tuliopanda, ndio wanaenda kupanda na wao. Ndio tazamio letu la uzalishaji tena wa mbegu kwa miaka inayokuja. Nje ya zao la mkonge tuliweza kuhamasisha pia ufugaji wa kuku kufanya kilimo biashara, na katika hilo wakulima waliweza kuhamasishwa ufugaji wa kuku wa kisasa wakiwemo wale chotara, na hao kuku ina maana ndani ya miezi 2 walikuwa na uwezo wa kujipatia kipato ukilinganisha na wale kuku wa kienyeji ambao kuna mchukua miezi 6 kuweza kujipatia kipato. Mimi kwa kweli najivunia huu ufugaji wa kuku, afu na shirika lenyewe ambalo limenitoa hapo nilipokuwa likanipeleka mpaka nilipofika hivi sasa hivi. Nimeweza kupiga nyumba yangu lipo hii mnayoiona, kuwekea vioo, na nilinunua bati hizi kupitia mauzo ya kuku. Maana kwa mwaka ulio 2024 nilitoa kama mara 5, ambapo nilikuwa na baki na faida, kila nikifuata vifaranga na baki na faida ya milioni 2 kila nikitoa kupitia vifaranga 300. Vilevile kama sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mradi ulibuni namna mbalimbali ambayo ingeweza kuwezesha wananchi kuendelea kuzalisha mazao mbalimbali. Moja ikiwa ni kuwa na kitalu nyumba, ambapo tumejenga vitalu nyumba 2 kwa ajili ya kama mfano, ambapo wananchi wanaweza wana vikundi au wazalishaji wa mazao ya mboga wanaweza kutumia vitalu nyumba hivyo kuzalisha. Magu tumwambia tunakula tikiti. Kwa kweli mara ya kwanza mimi nilijisikia nahisi nikawa ni nyanya kwenye greenhouse baada ya kikundi. Sasa hiyo awamu wakawa wajalima kwenye greenhouse, na mimi nikawa nimepanda nyanya mwezi wa 3 mwishoni, na hiyo nyanya nilimwagilia kwa mikono. Hiyo nyanya nimekuja kuingia sokoni mwezi wa 4 mwishoni, nikaanza na bei ya ndoo ya lita 20 nauza 20,000. Kwa hiyo nikasema hii hela sitaki hata 100 ipotee. Mimi nikiwa kila nikiuza asubuhi, jioni hela naenda kwa wakala naingiza kwenye simu. Nikiuza asubuhi hela naingiza kwenye simu. Kwa hiyo nikuja nikajikuta nimekusanya zaidi ya milioni 1 kwenye simu kutokana na hizo nyanya. Maana hiyo nyanya ilienda kama miezi 3 ipo vizuri tu nauza.
Na kwa vile tatizo kubwa la Kishapu ni swala la ukame, mvua inaweza kanyesha tu ndani ya miezi 3 au 2.5. Kwa hiyo kuna uhaba wa maji, kwa hata ukitaka kumwagilia unaweza kukuta vyanzo vya maji vinakuwa vimekauka. Kwa jitihada za REDESO na KEA kwa kushirikiana, tulitumia teknolojia nafuu na rahisi ya uchimbaji wa visima ambavyo vina uwezo wa kutunza maji wakati ule wa kiangazi. Kwa hiyo pale mito inapokuwa imekauka, basi visima hivyo vinakuwa vinatumika kwenye kumwagilia mashamba ya bustani. Kwa kuanzia, tumeshapata mafanikio makubwa kwa kuchimba visima 5 ambavyo vimeweza kuzalisha kwa tija kwa muda wa kiangazi ambao ni kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10 mpaka wa 11 pale mvua zinapokuwa zimechelewa. Na jambo ambalo tunajivunia kabisa kwenye mradi huu ni pamoja kwamba wananchi wameanza kuiga sasa teknolojia hii ya kuchimba visima ambavyo wameanza kuchimba wao wenyewe, na sisi kama sehemu ya mradi tunawawezesha tu kupata ile ujuzi namna gani hilo jambo linaweza likafanyika kwa gharama nafuu zaidi. Yaani hiki kisima ndio kisima ambacho huwa namwagilia mashamba yangu. Yaani hii ni kupunguza gharama ya uchimbaji wa maji. Kwa mfano kichimba la hii lambo, yani ile lambo tu kabisa kwamba la kumwagilia lina gharama kubwa. Wale wachimbaji anaweza kuchimba tu mara moja, si chini ya shilingi 50-60. Likikata tena maji bei ni hiyo hiyo au inaweza ikaongezeka. Na kinaweza kumwagilia eneo la kubwa gani? Hata eka 5. Kuna maji hivyo. Kianza kuyavuta maji yatapungua, lakini hataisha. Kwa mfano hili shamba la mahindi unaloliona hili, haya mahindi mpaka kufikia hapo kiasi hicho unachokiona, maji yalikuwa na eneo unakuwa na mwagilia maji ya kutoka hapa. Bado pale mbele kuna shamba la nyanya, na zile nyanya zinamwagiliwa kwa maji ya kutoka kwenye kisima hiki. Kwa kifupi, kilimo cha umwagiliaji unaweza kukisemea nini? Ni cha uhakika kuivisha. Yaani kile sio kilimo cha kubahatisha, ni kizuri na kinamuinua mwananchi kama ataendelea nacho. Matarajio yetu ni kwamba mkulima anapopata kipato kutoka kwenye haya mazao ya muda mfupi, basi anaweza kutumia kipato hichi kwa ajili ya kurudisha mnyororo wa thamani ya mkonge, lakini vivyo anaweza kutumia mazao atakayopata kutoka kwenye mkonge, kwa mfano mabaki ya mkonge kama chakula cha mifugo, lakini vivyo kama mbolea mashambani mwake. Hivyo tunaona kwamba mnyororo wa thamani wa zao la mkonge, ufugaji, lakini vile bustani vinategemeana kwa kiasi kikubwa sana, ili kuhakikisha kwamba tunamjengea ustahimilivu wa kipato, uhakika wa chakula na usalama wa chakula nyumbani kwake huyu mkulima wa wilaya ya Kishapu.